Asante sana. Wananchi wapendwa wa hapa Nandi, wangapi wamefurahi kuona Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi wanafurahi kuona naibu wa rais Mama Martha Karua? Wangapi wanafurahi kuona Dr. Sally Koskei, Governor Alex Tolgos, Francis Atwoli, Junet Mohamed? Asante sana. Basi kwa sababu tumetoka kanisani na tunamshukuru Mungu kwa uhai, niombe tuende moja kwa moja. Mumefurahi kuona Sabina Chege? Hebu peperusha kofia ya Azimio, ya Azimio. Nikisema Azimio sema inawezekana. Azimio, Azimio, Nandi Azimio. Kwa heshima na taadhima kuu, nimkaribishe katibu wa chama cha muungano wa Azimio, Mheshimiwa Junet Mohamed, ili naye atukaribishie atakayetuelekeza. Karibu mheshimiwa. Rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya ni nani? Baba Raila Odinga. Raila Odinga. Baba, wacha nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha wewe sehemu hii ya North Rift, na tunakukaribisha hapa Nandi. Watu wa Nandi mlisema mnataka baba kuja hapa. Mlisema baba aletwe, na amekuja na mama. Wangapi wana support baba na mama? Mimi naleta salamu kutoka huko Elgeyo Marakwet, na tunaenda kule Uasin Gishu, na tumesema kwamba sisi tuna support baba, na baba sisi kitu tunaomba, tunajua uchaguzi itafanyika tarehe 9. Ile kitu tunaomba wale hata watu support sisi, tunaomba tupige kura kwa amani, tukae kwa amani. Tarehe 10 tujue president ni nani na Kenya itaendelea. Na si nyinyi mnajua mahali mtapiga kura? Mtapiga kwa nani? Amesikia kweli?
Tuliambiwa tukikuja hapa Nandi Hills hatutakuwa na watu kwa stadium. Hao ni watu ama ni miti? Ni watu wa nani? Bas mimi sina mambo mengi. Amechole joktinga Nandi kongoi. Amugobwa ketach boyot. Ongen ole bonda ni mita yu. Kikure ngo? Arab ngo? Kikure Arab ngo? Mi chito nengakekochi kainet kereben Kalenjin, ngakonyor kainet koma ninyi kainet, na nyinyi watu wa Nandi muko na bahati sana. Mnajua hapa na hapa Kisumu si ni karibu? Sasa sisi tukiwa huko Elgeyo Marakwet tutakuwa tunatuma nyinyi mwende mutupeleke mambo yetu kwa baba. Ama namna gani? Kwa hivyo baba, karibu, hapa ni kwako. Hapa ndio nasikia hiyo jina Rami Bey ilianzia. Na wanasikia tisa kwamba baba bado ni Arab Mibe. Tunakubaliana hivyo? Kwa hivyo kwa sababu ya masaa na leo ni siku ya baba na mama, mimi sitaki kuongea mambo mengi. Nataka niwashukuru sana. Hii safari tumeanza mbali. Watu walifikiri hatutafika hapa, lakini tumefika. Imebaki tu confirm tarehe 9. Mauna hata nye piga Nandi. Ongen ole kinyochi koroni nibunulin ba korenyu. Konyo kokoraka na ginyu. Anane. Koger ngalek chekwaite ngolin. Ongen chicho kure Murkomen. Kokasis ole kwa finyan komye. Kialechi ameche ngomi baba State House komakimeche chito nebire kelele. Kimeche ngeyokte tugukab Nandi kobwa koitano. Ka keyokto chebo Elgeyo Marakwet koitano. Itu tuguk komi kelele. Arata chilen testai finyan Murkomen sikosis makobulchin koroni. Maunoto otestai komye akobir kura ngoret nebo toloshet. Kuja kutu inside kwa mambo, hatutaki kurudi mahali tulikuwa. Sisi ni kuona mbele, tunangoja baba awe president, tuendelee na maendeleo. Mnajua hata nimeona Peter Munya hako hapa. Na mnajua mambo ya chai. Wangapi wana support reforms ya chai? Reforms ya chai. Si baba ameconfirm Munya ataendelea na reforms ya chai. Kwa hivyo sitaki kusema kwa sababu yeye hako hapo. Wacha sasa nimkaribishe Tarus. Haya, makofi ya Tarus. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Your Excellency Martha Karua, the pair of the Azimio presidential candidature for the President of the Republic of Kenya. Kutoka tarehe ngapi? Kutoka tarehe ngapi? I am taking this opportunity kuwakaribisha na wageni wote hapa Nandi. We are in Nandi Hills grounds. This Nandi Hills grounds is very important to the people of Rift Valley. I want niwaambie nyote, kila mtu ambaye amekuja mkutano huu, count yourself as that brave man and woman who want this country to change once and for all. Hatutaki nchi ambayo wale wanachukua uongozi wanajifunza kuwa watu wadanganyifu. Uwezi ukasema utajenga damu hapa Keben, pesa zaidi ya bilioni 7 zinawekewa katika Keben, alafu inakosa kutengenezwa. Hiyo ni kuumiza mwananchi ama si kweli? Ndivyo. Si ni kuumiza mwananchi? Ya pili, Koitalel University ilianzishwa hapa Nandi Hills. Serikali ikatoa pesa bilioni 2 kujenga university. Nilipoongea kule Eldoret ya kwamba kuna watu wamekula milioni 500 ya hiyo pesa, mmoja akanipigia akaniambia, what are you saying? Have you been to Nandi Hills?
university imejengwa na imekuwa complete. Tell me, hapa iko university? Hapa iko university? Number 3, tuko na programs za barabara. Huko Nairobi tunaona serikali wanajenga barabara hata za korofa. Lakini hapa Nandi, hata barabara moja kutoka hapa Lesos mpaka Nandi Hills hakuna. Kuunganisha Nandi Hills na Kobujoy hakuna. Kuunganisha Chepterit na Uasin Gishu huko Tarbo hakuna. Kazi za vijana hakuna. Mahindi hakuna. Ama namna gani? We are here to liberate Kenya. Na kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu, we would like to give Baba an opportunity to talk to us. But before that, nili wa Kenya wajua ya kwamba Nandis, once they have joined the liberation, they come during the day. They don't come at night. And therefore, we are building our army. Our leader for the next 5-10 years will be Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo, niko na wazee wa Koitalel. Mnajua Koitalel aliuawa hapa. In 1905. Na kichwa yake iko huko London. We want our treasures to be brought back here. Kwa hivyo, we have invited Raila Odinga and his deputy to come and join us in the struggle for the rights of the Nandi who were oppressed and their land, their resources taken by foreigners. Tuko pamoja? Alafu, kabla sijamwita, niliambiwa jana hapa kwa estates wameleta machines. Ati wanapenda machines kuliko wananchi. We want work, we don't want machines. Semeni, we want work, not machines. We want work, not machines. Ama namna gani? Therefore, wacha niwaite wazee wa Nandi. Wanataka kupatia you know, when a guest comes home, lazima tumkaribishe na mfanye kama mzee ya Nandi. Alafu akuwe kiongozi ya Kenya. Alafu ampe mate. Si namna hiyo? Ili tufuke tarehe 9. Si namna hiyo? Asante, wacha niite mzee To. Kwanza wacha Wanandi wafanye kazi alafu. Tutaita. Atakuja. To come forward.
Shika tu. Shika tu. Hii ni fimbo ya utawala. This is for peace. 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 Hii ni ya utawala. Taenda naye hii. Sasa wakati unatawala ndio hii. Harambee! Baba wapi? Baba wamesema State House. Baba wapi? Baba wapi? Wesi wapi? Nyumbani. Wesi wapi? Tumekutawaza wewe Baba Raila Amolo Odinga. We are trustee of the Nandi children. Tarehe 9 Nandi Nagatul Memaste Igojigura Raila Odinga Nandi Nagatul. This is the turning point. Hapa ni Nandi mpya. Mwizi wapi? Mwizi wapi? Raila Amolo wapi? Sema State House. Akhurja abana mibarak. Aleji wajiba yandani. Kondoji Nandi yetu. Ako istaya BK watarana itugu. BK Nandi about 100 billion. Magara got in Dururut. Oye college Jehovah na mikipsengwet. Torete jo baba. Kage goni ni Nandi. Hapa ni nyumbani. Tinyagoret. Raila Amolo Odinga ni mtoto wetu. Shamba yake iko hapa chini. Tosmo tinyambarati nyu. Inondinde Kongo baba. Ay. Emane Nandi anyogola anyen. Imirane Nandi lo ligi porchi ko talel somo ei. Nyone urweta ko talel nyone ole nyone. Raila Amolo Odinga tinyengelie ko le tinyei. Ngoto ngeme to kase me to kul kase ole kas. Ako kase me to kul ako tundunia kase ole kas. Kikoborchige boyondo ni emet kenyisiek chechang ako nguno ko betut ni rani mie ole mie kikochi Jeramogi boyot Kenyatta kondo ako kinende nikitendoi kindo nam kindo kokochi Raila Odinga Mwai Kibaki tosya kiwanan mawo onguno kiwekini kongoi Uhuru Kenyatta amu kole boyondo ni koni wendi ra State House wendi ole wendi sere ole sere king ole king. Asante. Aenda kae chini. Haya, tuko na viongozi ambao wametoka Kericho ambao wamekuja kuungana na sisi. Nataka kuita Paul Sang akuja wakilishe Kericho. Mheshimiwa Paul Sang. Basi mkono wa baba, mkono wa baba, mkono wa baba. Harambee! Basi wananchi watukufu, mimi nimetoka Kericho na upande wa Bomet kuwakilisha watu wa upande ule. Kwanza baba na kushukuru. It skipped. Still something to give. Oh, jamaliza? Okay. So, kwanza baba na kushukuru kwa sababu ulitutembelea kule South Rift na tukafanya mikutano ya kufaana sana.
Kogere kityo biikab Nandi ole kautuech any ole kobangande. Baba, hawa wametushinda kwa mpango. Na mimi nawashukuru sana. Kipsigis koketil kele kura 100% itaenda kwa nani? Na nyinyi wanani mnasemaje? Ni 100%? Vile wa Kipsigis wamesema ni 100%. Baba, hilo jina Arami Bei we hukuomba anagisoma. Sisi tulikupatia jina hilo na ni jina la baraka. Kwa sababu Bei si ni maji. Na maji ni nini? Uhai. Kwa hivyo ni jina la uhai na utaendelea kukaa nayo milele na milele mpaka Mwenyezi Mungu arudi. Kwa hivyo baba, siku hii ya leo hapa ni katikati ya Wakalenjin. Na jambo ambalo ile itaamuliwa hapa itaenda mpaka Marakwet, Keyo mpaka Kipsigis. Omwana ndiye omwoe mana na ongolech onde utparak yende baba. Wale watampatia kura baba tarehe 9 mwezi wa 8 ni wangapi? Harambee! Harambee! Asanteni sana. Asante Paul Sang. May I invite Dr. Misoi also to say a word? Basi wananchi watukufu wa Nandi, hamjamboni? Hamjamboni tena? Mimi niko hapa kama mkaaji wa county hii ya Nandi district, hapa karibu. Nilikuwa mjumbe upande wa Singishu County. Siku hizo ndipo tulifanya kazi ya ukombozi na the right honorable Raila Amolo Odinga. Piga makofi. Pili, tukafanya kazi na mama, the next deputy president of the country of Kenya, Mother Karua. Piga makofi. Hapa Nandi ni mwanzo ya kulinda nchi hii kutoka siku zile za kujenga railway. Najua hiyo. Sasa tumerudi tena wakati huu 2022 tubadilishe mambo ya nchi hii. Tukomboe nchi hii, na wakombozi ni nani? Baba na nani? Baba na nani? Pige makofi na mama. Asanteni, sina maneno mengi. Baba alikomboa nchi hii tukapata ukatuzi. Mimi mwenyewe nilimwambia Moi, tunataka ukatuzi ili nchi hii ipone na multi-party system. Sote tumepata, lakini hatujamaliza. BBI ingie tena baadaye. Basi sawa. Haya, pigeni makofi bwana Misoi, makofi. Haya, sasa tuko na, nilisahau kuna mtu anaitwa Francis Maritim kutoka Kericho. Asalamie tu dakika moja. Haya, huyu anaitwa Ajibu Whip. Asante sana. Nikisema haya nasema Ikulu. Haya. Tumetoka huko Kericho, tunangojea baba akuje funga mkutano Kapkaten ya kumaliza huko. Ulikuja Bomet kukaribisha, nimetumwa hapa ukuje Kapkaten. Alafu ya pili Francis Otuol, watu wa estate ya huko wanataka nyinyi. Francis Otuol, kabla ya election akuja, tunataka nyinyi ukuje huko utengeneza mkutano. Kwa hivyo huko Bomet tumesili huko. Kwa hivyo hapa upande hii nafikiri mtaweka kura. Saa 12 mnaweka kura, alafu mnangoja kwa nyumba. Hakuna mtu kasisha nyinyi, serikali iko, polisi iko. Haya, the next speaker
ni General Cheruyot. Hebu tumpigie General makofi tafadhali. Azimio! Azimio! Basi Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga, alafu atayekuwa mdogo wako tarehe 9 Mheshimiwa Martha Karua, alafu ministers wote wa serikali ambao wako hapa, Mheshimiwa Atwoli, Mheshimiwa Kitui, Mheshimiwa Gumo, Mheshimiwa Chege, Mheshimiwa Chevi Kilimo, Mheshimiwa Dr. Sally Koskei, Mheshimiwa Dr. Tuimur, na waheshimiwa wote ambao muko hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Ninataka kueleza nyinyi tu kitu kimoja. Ukiona mtu kama huyu mama, si mama Martha kwanza, huyu Dr. Sally Koskei alikuwa mkuu wa public service, alafu unaona yule anaongea ambao walikuwa wanajua siri ya serikali yote na wanasema Azimio. Si tumesema Azimio? Basi wacha nikueleze nyinyi, tarehe 9 sisi wote tuende tupige kura kwa nani? Raila Amolo Odinga. Wakikutana na nani? Chao wawili wanakutana. Hiyo ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna tangu uhuru ambaye tumekuwa na pea ambaye ni mzuri kuongoza Kenya. Mnasikia hiyo? Si sasa tunaweza ukataa zawadi ya Mwenyezi Mungu. So tunapigia nani? Basi kabla sijaenda ukaa chini, wale viongozi ambao tulisaidiana kwa hii kazi, tafadhali simameni juu. Kwa kurecognize, simameni juu. Wale naona hao, wengine wao wako chini. Basi kitu tu ya mwisho, mimi ni mkulima. Wakati nyinyi wawili mtachukua, the first thing, reorganize agriculture. Reorganize agriculture, kwa sababu kila kitu nikisema reorganize, tuulize wakulima, tunajua ile kitu ambayo itafanyika. Hivyo alafu ya pili, rudisha KCC kwa wakulima. It belongs to wakulima, si serikali. Basi asanteni wananchi, asanteni. Tarehe 9. Tupigie makofi General, pigeni makofi. Asante sana. Niko na viongozi wengi, lakini baba ako na haraka, lakini wacha ni invite. Mimi najua moja, Chebi Kilimo, Atwoli atakuja. Mgeni wetu Right Honorable Raila Amolo Odinga, our future president, and your deputy, all protocols observed. Na nyinyi watu wa Nandi County, hamjambo? Mimi naitwa Mheshimiwa Alina Chebi Kilimo, ambaye natoka upande wa Marakwet East, na nataka tu niseme neno moja. Leo ni Jumapili,
Nashukuru pastor moja ameni encourage akasema mali huko kala ya blue, kala blue. Mumeona tumesema vote blue. Kila rangi iko na maana yake. Na vote blue maana yake ni maisha, kufaulu, maelewano na kesho ambayo tunatarajia. Kwa Kiingereza wanasema blue maana yake is life, success, harmony and a bright future. So we are going to vote blue. Vote blue. Asanteni sana, Your Excellency. Thank you, Your Mheshimiwa. Now may I take this opportunity to invite Dr. Sally Koskei. Karibu, hebu tumkaribishe makofi. Nandi Hills, hamjambo tena. Osaore unduto, mirembe bosi, tamge gutitab kolenjin. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, my wonderful dear sister, Honorable Martha Karua, and all the entourage, karibuni sana hapa kwetu Bonde la Ufa kwa mara nyingine. Vile mnajua, aliyekuwa waziri mkuu si mgeni hapa. Hapa Nandi Hills tunamjua sana na pia anatujua. Juzi tulipoanza kuzunguka hapa tukiomba kura, humu tukiingia, nilienda huku Ole Sos. Wanaume about age 35-40 hivi wakaniambia, sisi tunaogopa security, tunapenda Azimio lakini tunaogopa. Nikashindwa, hao watu na umri wao mdogo wanaogopa nani? Kenya ilipata uhuru, tuna constitution, tuna serikali, mnaogopa nani? It is your democratic right. Kwa hivyo usijifiche. Why? Jitokeze. Nilijitokeza, nimezunguka Nandi. Nilipokuja hapa na wenzangu wachache hapa, ya kweli watu wengi walikuwa nasema hatujui vile tunafanya. Nyinyi mnaweza kusema hatukuwa tunajua vile tunafanya? Tunajua. Si mnajua? Si nyinyi ni Azimio? Na Azimio sinaenda mbele. Honorable Prime Minister, mimi sichoki kwa kushukuru wewe kwa kuwaleta wamama mbele juu. I never thought I would live to see a woman in that position that you have bestowed on my sister. And as someone who has known him and known our sister for a very long time, I'm very proud to say that you chose a woman of integrity. Na kwa kweli Martha akikaa pale, she's not a flower girl. Ana akili, ana ujuzi, ana nia, ana kisababu. Na kama Kenya tumeamua tunatoa ufisadi, this is the time. This is the time. Sisi tunajua unatupenda sana Honorable Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu hiyo ukatupatia Martha Karua. Martha Karua na wewe mtatoa ufisadi. Na sisi akina mama hai. Tutashukuru. Nataka nikuambie Baba Care imetuingia roho zetu kabisa.
Right Honorable Prime Minister na dadangu Martha, mliposema sasa watoto watapata elimu ya bure, sisi akina mama tumefurahi. Si tumefurahi? Mpigieni makofi. Mmefurahi? Asante sana. Hebu makofi kwa Daktari Sali. Makofi, asante sana. Sasa ni wakati wa yule jamaa mnamjua. Junet Mohamed. Junet Mohamed. Haya, Nandi oye. Sasa nataka kutambua wageni ambayo wamekuja na baba. Haya. Sasa baba ameenda kaunti 47 ya Kenya yote. Na serikali yake itakuwa na jamii 47 ya kila kaunti. Mnasemaje? Wapi Mheshimiwa Timur, kuja usalimie Timur kwa dakika moja tu. Azimio. Basi 5th President of the Republic of Kenya, Right Honorable Raila Amolo Odinga, na naibu wako Martha Wangari Maathai. Mimi ni Raila Wangari Karua. Mimi hata nimechanganyikiwa, nimesahau jina. Basi karibu sana wilaya yetu ya Nandi. Karibu sana, umealikwa na umekaribishwa kwa mikono yote miwili. Maneno mane tu nitasema, Right Honorable. Ufika ofisi tarehe 10, maneno ine tu. Mambo ya ukulima. Hapa ukulima ni uti wa mgongo wa Nandi County. Kwa hivyo tuangalie maneno ya chai, maneno ya miwa, maneno ya kahawa na maneno ya mahindi. Hasa maneno ya chai ambaye mashini imeleta utata mwingi hapa sana. Tuangalie maneno ya mashini. Na nafurahi Minister waziri wangu Munya amerekebisha mambo ya chai, ameleta reforms. Na tunasema asante sana. Ya pili ni maneno ya mabarabara katika kaunti hii. Ukiona barabara ya Shamakoko kufika Eldoret imepigwa kiraka mpaka haipigiki tena. Kwa hivyo tuangalie hiyo barabara. Ya mwisho, ukiona hii mali tuko Right Honorable, ni stadium ambayo ilijengwa zamani, na ukiona vile iko inashangaza sana. Hata ile stadium yetu ya Kapsabet mali Kipchoge Keino alikimbilia, bado iko vile ilikuwa zamani. Kwa hivyo tuangalilie tafadhali. Ya mwisho, mambo ya maji. Kwa vile natoka katika wizara ya maji, mambo ya Keben tunaomba ukishika usukani utusukumie, kwa sababu tauni ya Kapsabet iko na shida sana ya maji. Utusaidie hiyo Mheshimiwa Rais. Asante sana. Haya, sasa nataka kutambua wengine wanainua mkono juu namna hii. Tuko hapa na Kamau yuko hapa namna hii. Kamau, tuko hapa na Daktari Mukhisa Kitui yuko hapa, mkombozi wa pili. Tuko hapa na Mheshimiwa Fred Gumo yuko hapa. Tuko hapa na Mheshimiwa Peter Kenneth yuko hapa. Tuko hapa na Mheshimiwa Sabina Chege yuko hapa. Sasa kwa niaba yao nataka kualika Papa Francis Atuoli kwa niaba yao waje azungumze. Salamu za Raila na Martha. Salamu za Raila na Martha. Hamjambo watu wa Nandi Hills. Baba, hawa watu ni watu yangu. Hawa ni members wangu wakiwa chini ya Kenya Plantation and Agricultural Workers Union, na nimeona Eliakim hapa. Eliakim iko wapi? Sasa yule kijana alikuwa anabeba hapo anataka kununuliwa pikapiki. Ni wewe? Eliakim huyo kijana kesho awe kwa ofisi yako na umpatie pikapiki. Anasema I am jobless, graduate my mom back home, help me with the motorbike. Baba, pikapiki umepa? Haya, utatafuta Eliakim. Sasa mimi
nimewakilisha nyinyi muda mrefu na nikafika mwisho. Waajiri kusumbua sisi, mambo ya implementation ya CBA tunatuchukua muda, tunaenda kotini, tukishinda wana appeal, alafu inachukua muda kabla mtapata mshahara wenu. Kitu ingine ya pili, hata 12% ya kuincrease minimum wage ile President Uhuru Kenyatta alitupatia tarehe mosi mwezi wa 5, mpaka sasa watu hawaja implement na government imagazeti. Mukiniona mimi natembea na hawa Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua na hii timu iko hapa, ni kuchoka, nimechoka, ni kuchoka, nimechoka, ni kuchoka, nimechoka. Sikizani, mimi naomba tu tarehe 9 mwezi wa 8, hii mambo ya ya constitution kuchelewa, mambo ya nyongeza ya mshahara kuchelewa, na mambo ya interference na kazi. Tumepoteza ajira ya zaidi ya wafanyikazi 200,000 kwa ajili ya hii tip lacking machine. Na mimi nataka bahati yenu, Mwenyezi Mungu si atumani, Mwenyezi Mungu si atumani. Unasikia? Waziri wa kilimo, waziri wa agriculture yuko hapa. Unasikia? Bwana Munya, Mungu ameleta yeye mwenyewe akaanguka hapa. Allah, unasikia? Allah. Wale walioleta mashini nimepambana nao kotini, kila pahali wanaongana, hatupati order ya kusimamisha mashini. Imereduce mishahara yetu, imereduce ajira, na kule Pakistan na nchi zingine, hata kule Sri Lanka, hata China walipiga hiyo mashini marufuku. Tunataka, sikizani, tunataka waziri yuko hapa. Waziri, tunakuomba oda yako, na una uwezo katika sheria ya kiserikali, leo utangazie hawa ya kwamba mambo ya mashini ya kufanya tip lacking ama ya kuchuna chai hata imeharibu quality ya chai ya Kenya. Mnasikia? Sasa mnyamaze, mimi sitaki kuongea kwa ajili tunaenda kule Eldoret na iko mvua. Msikize kabisa waziri wetu wa agriculture, wa kilimo. Na mimi namuomba waziri, mimi ni Mkatoliki, mimi sina nguvu. Wale waajiri wanaajiri ndio wana nguvu. Waziri tusaidie, na kama atakubali, hata wale naona wamesimama huko na wakule hiyo mshahara na wajakuja hapa, unaona pesa zao usipotee. Mnasikia? Na kama mtapiga kura kando, ni shauri yenu. Mimi nataka wale walioleta mashini na wale wanaunga huko mkande, hao ni washanzi sana. Waziri ito Sasa nataka kualika waziri wa kilimo, anaitwa Mheshimiwa Peter Munya, aje aongee juu ya ukulima hapa. Watu wa Nandi, hamjambo? Chambugai tukulu. Asanteni sana. Mimi nitasema kidogo sana kwa sababu ya muda. Kama vile mnajua, tumepiga hatua kubwa kubadilisha kilimo. Tumekuwa na impact kwa chai, pesa imeongezeka. Tumepiga impact kwa kahawa, pesa imeongezeka. Lakini tunajua kuna mengi hatujafanya. Kuna mengi hatujafanya kwa chai na kwa kahawa na hata kwa maziwa, hata kama tuliongeza pesa. Kuna mengi. Ile tunaomba tarehe 9 ni nafasi ya kubadilisha hiyo sekta kabisa. Mkulima apate nafuu na apate pesa, aweze kusomesha mtoto, aweze kujimudu kwa maisha yake. Na baba amesema akiingia gharama ya kilimo, mambo ya fertilizer, mambo ya chemicals, mambo ya seeds,
hiyo yote tutateremsha, ndio kosi ya kulima iende chini, mkulima aweze kunufaika. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na hapa Nandi najua pia mulalima pareto, mulikuwa mnalima, na sasa tumeifufua, tumeanza kufufua. Hata tuko na director wale wanafufua, bwana Cheboyo hii hapa, mnamuona kutoka hapa. Hiyo harakati imeanza, factory kule tulifungua, mbegu tumeanza kutandaza. Tukimaliza hii tu, kwa hii mvua inakuja, mtakuwa umerudi kulima pareto tena, muanze kupata pesa. Tunaelewana? Na tuendelee kuchunga mahindi yenu isiharibiwe na ile ingine ya kutoka nje. Tunahakikisha bei iko sawa sawa. Na ugali tumeteremsha. Lakini sikiliza tu, tumeteremsha bei, lakini kuna millers ambao wanaficha, na tumeanza kufanya assessment kule wanaficha. Kesho mtasikia kunao tunawalipa wateremshe na wanaficha, na tumejua ni wapi. Kwa hivyo tutawachukulia hatua, ndio kila nduka bei iwe ni shilingi 100 vile tumekubaliana, kwa sababu serikali imesema hivyo. Ya mwisho ni ile baba yetu Bwana Atwoli amesema, Kenya ni nchi ambao hakuna kazi, na sekta ya chai ni ile iko labor intensive. Kwa hivyo kabla tuwe industrialized, watu wapase kazi nyingine, ni vizuri tuache kuleta mashini kwa chai. Kwa hivyo mimi nitapiga hiyo marufuku, hiyo mashini hiyo. Nitatumia nguvu ya minister kupiga marufuku hiyo mashini. Wakenya waendelee kupata hiyo kazi. Sawa sawa? Mtapigia baba kura kwa kauli moja. Kwa kauli moja. Sione kwa mkono basi hapa Nandi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, Nandi oye! Bwana Atwoli, wale wamekaa pale pia ni watu wetu pia. Wamekuja kusikiza sisi. Hawa ni wafanyakazi wako pia. Sasa nataka kualika Deputy President mtarajiwa Mama Martha Wangare Karua. Asanti sana Chamgetuguru. Nandi oye! Mimi niko na furaha nikisimama hapa, the land of Koitalel, ambaye aliongoza Wanandi kukataa uongozi wa kimabavu wa Mwingereza. Na mimi najua tukiingia hii stadium itakuwa ya kwanza kutengenezwa in memory of Koitalel. Number 2, hiyo mambo ilitajwa ya mwili au kichwa ya Koitalel kuwa Ulaya. Hiyo nitauliza baba nitume niende nikaongee hiyo mambo huko. Hakuna sababu yeyote ni kukosa heshima kwa nchi yetu na kwa familia na kwa jamii yote ya Wanandi kuweka sehemu ya mwili ya shujaa yetu mahali ingine na sio Kenya. Kwa kifupi sana niseme, kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu, wafisadi. Na baba atamweleza adui mkubwa wa nchi ni ufisadi. Pesa ikiporwa hatutaweza jenga stadium, hatutaweza ongezea usaidizi kwa kilimo, hatutaweza pata maji. Hiyo mambo yote mnauliza, lazima tuchunge rasilimali ya Kenya. Na uelewe, hii uchaguzi usiangalie nani ukoo wako, nani ndugu yako. Mtu anaweza kuwa ni damu yako au mko wa tumbo moja, lakini yawe anakutendea yale haifai. Tunaangalia ni Mkenya gani ataweza shikanisha Wakenya wote na kutuongoza na kutupatia huduma kwa njia ya usawa. Mimi nataka ujue
ndugu yako na mko wa tumbo moja na damu moja akikunyonga, hautakufa nusu, utakufa tu kama jabasi mwingine amekunyonga. Ndugu yako ni yule anakutendea mema, na jirani wako anaweza kuwa karibu na wewe kushinda wale mumezaliwa na wao. Kwa hivyo piga kura ukiangalia nani atakuokoa, na kuokoa nchi ni kupambana na ufisadi. Rasilimali ya Kenya na pesa yetu yote itumike kwa mahitaji yetu, na sio kutajirisha wachache wajigambe eti wao ni matajiri. Ya pili, na ndio itakuwa ya mwisho, ndio baba aongeleshe, sisi zote ni watu wa nyumba moja inaitwa Kenya. Hakuna mtu wa nchi jirani anaomba kura hapa ya urais. Sisi zote ni madugu, tumetoka Kenya. Lakini hata kwa nyumba, angalia mtoto gani utatuma kazi fulani. Kila mtu ako na kipawa chake, na hii safari ukiniuliza yule ametosha kutumwa kama rais, sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Ni kwa nini tumtume Raila Amolo Odinga? Tunaangalia historia yake na matamshi yake. Tunaangalia, tunaona miaka yake yote amesimama imara akitetea Mkenya. Tumeona akipewa kazi, utendakazi wake unafaidi kila Mkenya. Tumeona ni kiongozi amekomaa, ako na utulivu, hana chuki. Hata ukimkosea hutasikia temperature yake ikienda juu akasirike zaidi. Mswahili anasema hasira ni nini? Tunatakiwa, kama wewe ni kiongozi, ukiwa na hasira, jipatie dakika chache, hasira irudi wapi? Ukikata shauri na hasira utajikosea. Na tuchunge matamshi yetu isije ikapotoshe wa Kenya. Kenya ni nchi moja na sisi ni watu wa moja. Mimi, rais mtarajiwa Raila Amolo Odinga amesema tukishinda, na Mungu atujalie tutashinda, nitakuwa nikisimamia sheria na mambo ya kikatiba. Ameniambia nifanye ile katiba imesema. Tutachunga hata wapinzani wetu, sababu ni madugu zetu. Sheria itatumika kwa usawa kwa kila Mkenya. Sisi hatutakuwa tukisema wewe na wewe. Ukifanya makosa, uwe ni mtoto wangu, uwe ni dada yangu, sheria ni ile ile ya mpinzani. Kwa hivyo tuwe wa Kenya na msiogope. Hakuna mtu anaweza chukua kura yako kinguvu kwa mfuko yako. Lazima tukuombe kwa kunyenyekea. Tuko hapa kuomba kura zenu, na msiwe na uoga mkitupatia kura zenu. Asanteni. Wacha nimwalike kinara wangu Raila Amolo Odinga. You said go be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go come and play. You're all in double take. Amen. Haya. Haya. Vijana hoi. Nandi hoi. Mama hai. Asanteni sana wananchi wa Nandi Hills, Shamge Tugul, Shamge Kokeny, abantu bosi hapa Mrembe Handi, wale baguzi wako hapa Mbuya Mure naende Jokayanam, Saore Uru. Mimi najua hapa ni mchanganyiko maalum, sio? Sura ya Kenya iko hapa yote, sio? Mrega. Sasa tumefika Nandi Hills. Baba amekuja.
Nilisema tuwezi kumaliza campaign kabla hatujafika Nandi Hills. Maana yake vile nilisema kule kanisani, historia iko hapa kubwa sana hapa Nandi Hills. Hapa ndio kulikuwa wale washujaa ambao walimwambia mzungu haiwezekani. Ikalazimisha mzungu mpaka akaleta kikosi kutoka kule South Sudan. Ile wanubu inaona wako hapa waliletwa hapa kupigana na Nandi Rebellion. 1902, 1903, 1904. Kwa kiongoza hapo na ile nini shujaa Koitalel Arap Samoei. Sawa. Kwa hivyo tutasema hapa mama hapa tunaweza kuongea mambo ya ushujaa ya Wakenya, sio? Sasa tumekuja hapa leo kuleta injili ya ukombozi. Ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ile ambayo ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru 1963. Ya pili ni ile ambayo ilimaliza ile utawala ya chama kimoja ya kimla na kidhuluma ikaleta nini? Katiba mpya 2010, sio? Imebaki ukombozi wa tatu ni wa mwisho, na hii ni ya kiuchumi, the economic liberation of Kenya. Sawa? Sawa? Maana yake walipokuwa wanapigania uhuru walisema tunataka mzungu atoke, masimu Afrika ashike utawala, tupigane na adui wetu watatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. That to say ignorance, poverty and disease. Lakini miaka 60 tangu tupate huru wale adui bado wamo, ama sivyo? Bado wamo, sio? Sababu gani tujaweza kushinda hawa adui watatu? Kwa sababu adui wa nne ilitokea: ufisadi. Ufisadi inatoa mali kwa mfuko ya serikali na kwa mfuko ya watu binafsi. Ndio sababu hatuwezi kupigana na ugonjwa, umaskini na ujinga mpaka tumalize nini? Ufisadi. Manake nyinyi hapa mnatoa ushuru kila siku. Mama akienda pale kanunua chumvi kwa duka ametoa ushuru. Ukinunua sukari mtoa ushuru. Unga ushuru. Makati ushuru. Ukikunywa Coca-Cola ushuru yake. Ukivuta sigara ndio na mda yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo ni mama yao sasa hiyo. Hiyo ni pesa mnatoa kila siku, upende usi. Lakini hiyo unachukua unalipa ili ufanyiwe nini? Ili ufanyiwe huduma sawa, sio? Ili shule ijengwe na mwalimu wawe pale, vitabu wawe pale, na ili watoto wasome sawa. Hospitali ijengwe pale, iwe dawa ndani yake na daktari na manase ndani, sio? Ili ujengewe barabara mzuri, iwekwe lami, sio? Ili upate maji sawa, ukitafuta maji ili uweze kuishi sawa. Haya yote ndio yanatakikana. Haya ukifanya vizuri tutamaliza haya adui watatu. Lakini bado hajafanyika mpaka waleo sawa, sio? Ndio tunasema mpaka tubadilishe mtindo, tubadilishe namna vile sisi tunaendesha mambo yetu, ili tuweze kupata maendeleo kwa njia ya kikasi zaidi. Maliza ufisadi, pesa patikane, ili tuweze kupigana na wale adui watatu wengine. Tunaelewana vizuri hapo? Tunaelewana vizuri? Ndio sababu sisi kama Azimio tumetangaza vita dhidi ya madui. Kwa upande mwingine tumesema kuanzia mwaka ujao, kwa upande wa ujinga, watoto wetu wote wacha yetu, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Wacha tu asikize yao, vile wakileta watu wote watasikia, sio? Sikia yetu hapo kwanza, wale vile utakikuja unasikia yao, alafu wewe unafanya uamuzi, sio? Tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote
kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Hakuna kulipa karo tena. Watoto watasoma bure bila kulipa karo, na walimu watakuwa pale. Tutaajiri walimu wale wote ambao wamesafuzu, ambao wanakaa nyumbani, wataajiriwa ili watoto wetu waweze kusoma kwa njia mzuri zaidi. Sawa? Na wakimaliza masomo yao kulingana na kipawa chao ya Mungu, watapata kazi pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri ili wainue hali yao ya kimaisha na kusaidia vile vile wazazi wao. Sio kazi tu ya wilbaro. Sawa sawa? 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 Nimekataa, sio? Alafu tumesema vile vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tunaanza hazina mpya pale ambapo wanaweza kwenda kupata mkopo ya kuanzisha biashara yao wenyewe na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa. Ili biashara yao iweze kunawiri na kuanza kutoa faida, sio? Kwa upande mwingine tumesema tutasaidia wakulima wetu. Tutaimarisha kilimo katika taifa letu. Wakulima wa mahindi, wakulima ya majani chai, wakulima ya kahawa, wakulima ya pareto, wale wa avocado, wale ya mboga na kadhalika, watapata msaada kutoka kwa serikali. Kutakuwa na kitu kinaitwa farm subsidy kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Unaelewana vizuri hapo? Yaani kwa mfano mbolea tumesema tutateremsha bei kutoka 6,000, 7,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. Sawa. Wale makatels ambayo wamekuwa ingia ndani ya biashara ya mbolea tutatoa huko. Itakuwa moja kwa moja baina ya serikali na wakulima moja kwa moja. Yale extension services itaimarishwa kwa wakulima. Tumeelewana vizuri hapo? Na vile vile tumesema tutajenga viwanda ya kufanya kitu inaitwa value addition kwa ile bidhaa ambayo inatoka mashamba yetu, ili wakulima vile vile wapate haki yao sawa sawa kulingana na jasho lao. Tunaelewana hapo sawa sawa? Kwa upande mwingine tumesema ati tunataka tutasaidia wale jamii ambayo ni maskini. Jamii maskini ambayo hakuna mapato yoyote, wanahangaika. Tunaleta mpango unaitwa Social Protection Program hapo kwetu. Watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000. Sawa. Alafu wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers. Moja bwana yake alifariki akawacha yeye ni watoto, yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana na mtu, hali ya maisha ikawa mbaya, wakawashana, talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Hiyo ni ungwana kweli? Ungwana kweli? Mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuuliza nyinyi, tunataka tutembee pamoja. Mambo barabara tutajenga. Mimi najua mimi ni mita barabara.
mabarabara mingi mimi ninajua. Hata hii inatoka hapa na Hills Kobujo mpaka kule chini, si mimi ndio nilijenga? Mimi nilikuja hapa nikapima mabarabara mingi hapa, zingine zimebaki hazijatengenezwa. Mnalia hapa, yale yote yatatengenezwa na serikali ya Azimio la Umoja. Kwa hiyo mimi nataka tungane pamoja. Kwa upande wa ugonjwa iko Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Hata pale juu semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi. Ndani yake iko dawa, kuna vifaa vya kutibu watu, daktari na manases. Pili, Wakenya wote, watoto, wazee, vijana, akina mama watakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mliona vizuri hapo? Kwa hivyo sisi tutapigana na wadui watatu wa watu wetu, na ile wanne ambayo inaitwa ufisadi. Unaona jamaa wale wanasema ati baba anadanganya watu, hakuna pesa. Mimi nimesema hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Nimesema mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Wewe ambaye unasema hakuna pilipili soila ya kuwashani, achana sio? Mimi najua pale jamaa wao wanapanyanga naye katika hazina yenu. Wanatoboa pale alafu wanarogota pesa na gunia. Anakuja naye huko nje. Sasa ile alikuwa anaingia, yeye alikuwa membamba kama sindano. Akitoka yeye amefura kama kupe. Ndio watu. Sasa anasema nataka kufanya rambi kwa vikundi ya vijana. Ambaye bilioni 5. Rambi kwa vikundi ya kina mama milioni 5. Ati basi ya shule milioni 10. Ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi anatoa harambee milioni 100, mshahara yake ni milioni 1 na milioni 200 peke yake. Hiyo ile inatoka wapi? Si yeye ambaye ameiba. Sivyo? Haya yote tutaziba, yale mianya zote, tutakuwa na pesa ya kutosha hii mpango. Tumeelewana vizuri? Sasa mimi nauliza nyinyi, msikubali, ungane na sisi tupige kura, mimi baba na mama. Mko tayari? Mko tayari kupiga kura kwa mama na mama? Nione mkono. Sawa? Lakini sitaki mpige sisi na hapa chini mnapiga pande ile nyingine. Sasa mimi kunyuka hapo vile hapa na makandidates. Siko na candidates hapa. Nataka wakuja hapa mbele muone, msimame candidates. Candidates wako hapa. Bwana Koech hapa anatafuta kiti ya Nandi Hills constituency. Huyo ni MCA. Jepuniku ward. Mosh Kapsabet ward. Benson Wanjoy Kipia ward. Benson Wanjoy Kipia ward. Mark Kirwa Senator from Nandi County. Mnoleka MP Aldai constituency. Evelyn Koech, gender top up. Timothy Leting, Kapchorwa MCA. Timothy Leting, Kapchorwa MCA.
Yangu ni Chirchir. Naitwa Chirchir. Chirchir Keshunuku Ward. Chepkunuku Ward. Sawa. Simona na watu sasa. Mwisho. Nataka vijana mwe tayari kuwa wanajeshi wa baba. Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Sasa tarehe 9 ya mwezi ujao alfajiri, baba kama mjeshi mkuu atapiga parapanda kwa jeshi lake. Ataambia kumepambauka, vita imeanza. Itakuwa namna hii. Jeshi attention. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi